Okay, so na katika video hii nataka nikuelezee simply how P2P inafanya kazi. Kwa jinsi gani P2P inafanya kazi. Sasa ukifungua Binance ni rahisi sana kuelewa P2P. P2P inamaanisha peer to peer. Ukifungua Binance utakutana na interface kama hii hapa. Sawa, alafu utaona kuna kitu kama hichi hapa kimeandikwa peer to peer. Umeona hichi? Nataka nikiongezee. Ni rahisi sana kukielewa, yani hata kipo complicated. Ni very secure. Yani ukiwa na uelewa nacho hata uweze kupoteza hela yako. Sawa? So hii ni sehemu ambayo inatumika wewe kudeposit pesa. Umeona? Ili uweze kuweka hela lazima utumie peer to peer. Kwa hiyo nikiklik peer to peer itafungua kama hii. Kama ni mara yako ya kwanza itakuja itakuuliza, are you new to peer? Are you new to peer to peer? Have you traded before? No, I am new. Ukiklik hapo atakupa maelekezo jinsi gani ya kufuata. Ukija hapa I'm experienced, itakufungua tu itakupeleka direct. Sawa? So, I know how it is work, so na sema tu I have experience. Sawa? Nikija hapa itafunguka. Sasa hapa ndipo unakutana na vitu vyote na mawakala wa Tanzania wanaouza hizi US dollar. Ina maana kwamba ukiona na ukija hapo utaona kuna sehemu imeandikwa I have read confirm. Sawa? Unakuja hapa kuna sehemu utaona hapa kuna kitu kimeandikwa buy and sell. Unaweza kununua na kuuza. Sawa? Lakini pia unauza kitu gani na unanunua kwa thamani gani? Unatumia hela za Kitanzania, si ndio? Sasa hapa wanakuletea mawakala wa Tanzania hapa. Kwa hiyo kama hapa ukibadilisha hapa ukibadilisha ukaweka hela ya Kenya, na watu walioko Kenya pia wanaweza wakachagua. Umeona, kama ni wa Kenya watachagua mawakala wao wa Kenya. Kwa hiyo hapo utachagua wote hao. Hizi nchi zote zina mawakala wake, hizi zote unazoziona ziko hapa zina mawakala wake. Umeona? Wote hao yani hizi ni fedha za nchi mbalimbali. Unaweza kuona vile zilivyo nchi nyingi. Binance wanaoperate kwenye nchi nyingi sana. Sawa. Nichukue mfano tu. Nichukue mfano labda Canada. Nikisema Canada, umeona hapa wanabadilisha. Hautaona neno tuna M-Pesa ambao ulikuwa unaiona hapa. Umeona hapa wanakuambia DTB benki. Kwa hiyo wana mawakala wa hiyo nchi hapa. Hapa. Umeona? Na majina yao. Umeona? Na kiasi ambacho wanaweza kuhamishia. Si ndio? Hichi hapa. Available amount ni hii hapo. Umeona? Kwa hiyo huyu ni wakala mmoja, huyu ni wakala mwingine, huyu ni wakala mwingine. Umeona? Na kila detail ya wakala unakuwa umeonyeshwa huyu wakala anaitwa nani, jina lake ile hapa. Limit yake ni kwamba anaweza kukusambazia kiasi gani. Umeona? Kwa hela za huko Canada anaanzia hapa 3800 mpaka 3800. Umeona? Ina maana kwamba yeye anachoweza, I don't know how wameleta hizi namba, lakini hapa anakuambia USDT ambazo ni available ni hizi hapa ambazo anaweza akakuwekea. Sawa? Hii ni kwa Canada. Sasa twende tuangalie kwa hela yetu ya Tanzania. Sisi tunaangalia Kitanzania bwana, si ndio? So to search T shillings. Umeona? Kwa hiyo Binance wanaoperate kwenye nchi nyingi sana. T shilling. Umeona? Tanzania. How should I search? Ngoja. Hapa si. Mtandao unanisumbua. Okay. Twende kwenye T shillings. Hapa. Nakuja mpaka chini hapa, hizi hapa. Umeona hii hapa. Hata kama uko Marekani na unatumia hela nyingine, utachagua hela ambayo unaitumia na wakala wake, na hii hapa T shilling. TZS. Umeona? T shilling TZS. Sawa? Ukishachagua hiyo utaona imebadilika hapa juu hapa. Hapa. TZS, na sasa hivi mawakala wamekuja wa nini? Wa M-Pesa na Tigo Pesa, Airtel Money na hii hapa. Umeona? Na sasa hivi nao ukiangalia hivyo hivyo utaona jina la wakala hili hapa. Kiasi chake, rate yake anayobadilishia ni hii hapa, dola moja anauza 2785.99. Limit yake ni kwamba uanze kuweka kiasi gani, uanze kutoa kiasi gani. Yaani unaweza kununua kuanzia kiasi gani? Anaanzia 10,000 hadi milioni 4,747 na whatever. Sawa? Halafu kiasi ambacho cha USDT ambacho yuko nacho huyu wakala ambacho anakiuza ili apate hela ya Kitanzania ni hii hapa. 1,000
704 ambacho kiconvert actually utakutana ni inalingana na hii ya limit ya milioni 4 na something. Umeona? Ndio limit yake, lakini ambazo zimebakia sasa hivi ni hizi hapa. Umeona? So ili uweze kufanya kazi na huyu wakala unatakiwa uangalie. Huyu wakala amesema ana rate yake, utaangalia rate yake. Huyu mwingine ana rate yake nyingine. Huyu mwingine ana rate yake nyingine. So, wakati wa kudeposit kuna vitu muhimu vya kuangalia. Limit na rate na pia mitandao ambayo ana offer. Sawa? So, kwa mfano mimi natumia Tigo Pesa. Naweza nikamtumia huyu hapa kwa sababu naona kuna Tigo Pesa hapa, kuna Airtel Money, ana M-Pesa Pay Bill. Pia huyu mwingine ana Tigo Pesa. So, naweza nisivutiwe na bei ya huyu, nikaamua bwana mimi nichukue bei ya huyu hapa. Umeona? Japokuwa na M-Pesa. So kama una M-Pesa, huwezi kumtumia huyu kwa sababu yeye anatoa huduma kwa kutumia Tigo Pesa peke yake. Sawa? Na huyu pia Tigo Pesa peke yake. So hauwezi ukaitumia huyu kama hauna mtandao ambao ana offer service, si ndio? Sasa ili uweze kununua unafanya nini? Kuna hichi kidude hapa kimeandikwa buy. Kwa mfano mimi nimependa nifanye kazi labda na huyu hapa. Nakuja hapa naangalia mtandao wangu ni Tigo Pesa. Je, ana offer kuanzia kiasi gani? 6 mpaka 300,000. Na USDT ambazo yuko nazo ni ngapi? 318. Kama ninahitaji USDT chini ya 318 lakini ni zaidi ya 6,000 nitamchagua. Kama ninahitaji USDT zaidi ya 300, ya maana kama ninahitaji USDT 400 hata 320, siwezi kufanya naye kazi kwa sababu kiasi chake cha USDT alichonacho ni kidogo. Kinalimitia mwisho ni USDT 318. Kwa kama nataka USDT 320, siwezi kufanya naye kazi, inabidi nitafute mwingine ambaye anayo USDT hizo. Umeona? Kwa mfano huyu hapa na USDT 1150 na ngapi, naweza nikafanya naye kazi. Kwa hiyo na mtu kama kuna mtu anahitaji zaidi ya hapa, inabidi atafute wakala mwenye USDT zaidi ya huyu hapa. Umeona? So kama nimeridhika na huyu hapa, mimi cha kufanya tu ni nabonyeza ile neno hapa. Kuna ile neno hapa buy. Sawa? Nitabonyeza buy. Pindi unapo create buy itakuleta hapa, itakwambia bwana wewe unasema unataka kununua USDT kiasi gani? Kiasi gani? Kama unataka kununua USDT zake zote, unabonyeza neno max. Kama utanunua za kwake zote. Sawa? Mtandao hapa ameshakwambia ni Tigo Pesa tu. Kwa hiyo hauwezi kubadilisha. Sawa? Na hapo utaona status ya huyu wakala yuko online. Sawa? Hapa utaona kuna description za wakala anasemaje. Umeona? Kama jina lako la Binance ni tofauti na la Line, unampigia namba yake hii hapo imewekwa. Umeona? Namba ya malipo, umeona namba ya malipo ni namba ya wakala Tigo, sio lipa namba. Umeona? Precautions zote zinaonekana hapo na unazisoma unaelewa. Umeona? Ukishuka chini huko unaona jina lake ile hapo. Sawa? Kwa hiyo hapo unaandika kiasi. Labda tuseme unataka kuweka labda tuseme laki 200. Ndio? Umeona? Na umeona ukiandika kiasi chini ya limit ya huyu wakala ambao ni hii 6900 hii hapa. Ukiandika chini ya hiyo haitakubali kwa sababu limit yake imeanzia 6900. Kwa hiyo unatakiwa deposit kuanzia 7,000 kuendelea. So, mimi nitaandika labda 200,000, si ndio? Yaani 200,000 hapa wataniambia automatically wewe kwa ile 200,000 yako utapata USDT ngapi? 73. Si ndio? Kwa hiyo nimeridhika nayo mimi, cha kufanya na kuja huko chini nasema place order. Sasa hapa naomba msikilize kwa makini. Unasema place order. Umeona? Sitaendelea kwa sababu mimi sina lengo la kudeposit, lakini nataka nikuelekeze kitu ambacho ni muhimu sana. Although nitaendelea alafu mtaona vile inavyokuwa. So, nita place order. Si ndio? Niki place order. Hichi kitendo cha ku place order kinachofanyika ni kwamba, sasa tusikilizane vizuri hapa. Unachokifanya hapa, tuseme huyu ni Binance. Sawa? Huyu ni Binance. Huyu ni wewe ambaye unataka kuweka hela na huyu ni wakala. Sawa? Sasa wewe kitendo cha ku place order ni sasa na umemwambia bwana Binance, mimi nataka kununua USDT za 200,000 ambazo ni za 200,000, si ndio? Za 200,000. Ukishamwambia hivyo na kwa wakala fulani za 200,000
kwa wakala fulani yule anaitwa sijui nani yule mtu nani sijui, sawa. Ukishasema hivyo, kitu ambacho Binance anafanya, anakuja kwenye wallet ya huyu jamaa ambayo amesema wakala amesema kwamba ana hicho kiasi cha USDT. Kama ulisema ni USDT, walikwambia unapata USDT 79, wanakuja kwenye wallet ya huyu jamaa hapa wakala, wanazizuia USDT 79 kutolewa kwenye hii account. Kwa hiyo hata mwingine akiplace order wakati huo huo haiwezi ikakubalika, kwa sababu ya kwako ilikuwa imeshapita kwamba unatakiwa upewe USDT 70 na ngapi na 9. Kwa hiyo huyu jamaa kwenye wallet yake pesa ambayo atakuwa na uwezo wa kuihamisha ni ile total amount yake ambayo ilikuwa ni 300 sio na ngapi. Ukitoa hizi 79, hizi ambazo zinabakia ndo anaweza kazihamisha, ambazo zitakuwa ni kama something like 200 sio na 30 au 220. Umeona, 220. Umeona, hicho ndio kiasi cha hela ambacho atakuwa na uwezo wa kukihamisha. Lakini hizi 79 ambazo wewe ulikuwa umeshaziplaceia order haziwezi kuhamishika. Ina maana kwamba Binance tayari amezishikilia mkononi. Umeona? Kwa hiyo sasa unapo place order, tayari Binance amezizuia. Binance anarudi kwako anakuambiaje? Bwana, nimeshazuia hizi USDT 79, sasa nenda kamlipe huyu mtu. Sawa? Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni wewe unakuja hapa. Una copy una view payment details. Sawa? Una view payment detail. Ukisha view payment detail, una copy hii namba hapa. Sawa? Na jina lake unaangalia, jina lake litakuja ile hapa Jackson Manumbu, na namba ya wakala ni hii hapa. Umeona? Kwa hiyo una copy namba pap, ukibonyeza hivi kwenye hivi vibox hapa, hivi vibox hapa pembeni hivi. Ukibonyeza hapo pap, itakwambia copy successful. Kwa hiyo unaenda kule kwenye kupiga simu kwa kawaida, kutoa hela kwa wakala, utapaste hiyo namba, jina litakuja, jina ni Jackson Manumbu. Sawa? Ukisha confirm ukatuma muamala, ukahakikisha kwamba hela umetoa kwa wakala, unatakiwa upige screenshot ule muamala wako. Sawa? Ukishapiga screenshot, unakuja hapa, unasema upload payment proof. Umeona? Hapo ni Binance anakusubiria hivyo. Unasema upload payment proof. Umeona? Hapa utatakiwa uupload ile picha ambayo umepiga muamala, ya muamala ambayo umepiga screenshot. Sawa? Ukishamaliza unasema I have made the transfer with my own payment history account, unatiki hapo. Sawa? Ukishamaliza sasa utasema transferred, notify seller. Sawa? So kwa kuwa mimi sijananili, sitaendelea hapo. Kwa hiyo utaupload hapa, utaenda utachagua kwenye gallery, itakwambia chagua image, si ndio? Utachagua hapa image kwenye gallery yako. Ukishaichagua itakurudisha hapa, utatiki hapa kwenye na ile afu utabonyeza hiyo transfer notified seller. Sasa hapo ni Binance anasema sasa hapo utakuwa umeshamridhisha Binance kwamba sasa nimetuma kweli muamala wangu. Sawa? Nimetuma muamala wangu. Sasa naomba USDT zangu. Mwambie jamani USDT zangu. Huyu ni Binance, huyu ni wakala. Huyu kashikilia zile dola 79. Hapa wewe umesha request, amezishikilia hizi, wewe tayari umesha upload proof ya kutuma nini? Muamala. Kwa hiyo kitu Binance anafanya, anakuja kwa huyu jamaa anamwambiaje? Kile kidude ulichobonyeza transfer notify seller kinarudi kinamwambia jamaa, bwana, hela umeshalipwa na screenshot ya muamala hii hapa. Jamaa ametuma na jina lako linaonekana ile hapa na kiasi fulani cha fedha ambacho alikiandika kwenye nini? Kwenye Binance. Kwa hiyo huyu jamaa anaambiwa sasa achilia hizi USDT. Sawa? So kitu ambacho jamaa huyu anatakiwa kufanya ni aruhusu hizi USDT ziweze kwenda. Umeona? Kwa hiyo hana namna nyingine yoyote ya kuweza kuzitumia hizi hela zaidi ya kuziruhusu ziweze kutoka kwake, ziweze kuja kwako. Umeona? Na kama asipoachilia bado unaweza kutuma claims kwa Binance kwamba sijalipwa, huyu mtu nimemtumia hela na screenshot ya muamala upload. Umeona? Kwa hiyo Binance wataendelea kuzifreeze hizi hela na hazitaweza kutumika na huyu jamaa. Sasa zaidi akichelewa, hizi fedha zitahamishiwa direct kwenye account yako baada ya kutuma zile appeal na mambo yote yakaonekana kwamba ni kweli huyu mtu amelipwa hela na muamala umefanyika
na alistahili ku release hizi USDT. So muamala wako moja kwa moja utakuwa umeruhusiwa kuja kwenye akaunti yako ya Binance. That's how P2P inafanyika. Umeona? Na ni the same process inafanyika kwenye withdraw. Hivyo hivyo ukisema unatoa Binance anashikilia zile USDT zako, anakuja kwa wakala anamwambia bwana, huyu jamaa amesema anauza, hebu mtumie pesa ya Kitanzania mwekee kwenye akaunti yake. Sawa. Kisha ukishamaliza nitumie picha kwamba umemwekea pesa, mimi nitatoa hizi USDT, nitazileta kwenye wallet yako. Sawa? So iko hivyo. And that's how P2P inafanyika. Kwa hiyo hakuna namna ya kwamba huyu wakala anaweza kukutapeli kama umefuata procedure zote za Binance. So watu wengi ambao unakuta wanalalamika mara nyingi utakuta ni wale hawafuati procedure. Umeona? Wakala unaweza kukuta yupo offline, wewe unaenda una place order. Kwa nini? Mwingine unakuta wakala ana limit kiasi fulani. Umeona? Yeye anaenda na place zaidi. Umeona? Ndio kipindi cha nyuma ulikuwa inaruhusu, lakini sasa hivi hauwezi kuweka zaidi kwa sababu wanasoma pale kwamba huyu wakala amesema limit yake ni kiasi fulani, lakini wewe umeweka kiasi fulani, kwa hiyo badilisha. Umeona? Kwa hiyo utazuiliwa. Wao waliona ni tatizo ambalo watu wengi wanalinka wakafanya update, kwa hiyo huwezi kuweka zaidi. Umeona? Kwa unakuta mtu ametoa hela zaidi ya ile wakala ambayo ana uwezo wa kumpa. Umeona? Huyu wakala atashindwa kumtumia hizo hela sababu hana hizo hela. Umeona? Kwa hiyo muamala utakuwa nini? Utakuwa failed. Umeona? Pia na issue ya security. Unaambiwa linda akaunti yako. Mfano umeambiwa kuna nyumba fulani na ulinzi. Nyumba fulani na ulinzi sana. Yaani ukiweka ile kufuli, hamna mtu anaweza kuvunja. Halafu wewe kwenye ile nyumba hukuweka kufuli. Unategemea kweli mtu akija atashindwa kuingia? Ataingia kwa sababu hujaweka nini? Hujaweka ile security ambayo ilikuwa ni sifa yake. Umeona? So you have to protect your account with security keys. Unatakiwa protect account yako na pass keys, unatakiwa protect na email, protect na password, protect na Google Authenticator. Umeona? Protect na zile biometrics ambapo kuna fingerprint na face recognition. Umeona? Zote hizi how can someone pass all this? Ina maana kwamba mtu awe na passcode yako, awe na email yako, awe na access na namba yako ya simu, awe na access na sura yako, awe na access na fingerprint. How? Awe na access na Google Authenticator. It is not possible. It is not possible. Umeona? So P2P is secure endapo utaelewa na kufuata masharti yake. Kila kitu kina masharti na sheria zake. Usipofuata huwezi kulaumu kwamba kitu fulani, yani hamna mtu anatengeneza system ambayo kwamba itakulinda wewe hata kama ukifanya makosa. There is no such a thing. In the best way they can do ni kwamba wakuzuie wewe kufanya yale makosa kwa kukualert. Kwa hiyo ukiendelea utajua kwamba umefanya akili zako timamu. So that's how P2P inafanyika. That's how P2P works and how P2P is more safer. So kwa kuwa mimi nilikuwa nintend kwenda na hii order, nita cancel. Then nita cancel na watakuuliza kabisa, wewe jamaa una cancel hii order, una kweli una malengo ya una malengo ya kucancel? Kwa hiyo unasema I understand. Ndio mimi naelewa. So leave. Sawa. Sasa kwa vile nimecancel order na wana akili, ukisha cancel order na huyo wakala, hauwezi kurudia kuplace order na huyo wakala. Inabidi utafute wakala mwingine. So kwa mfano nikisema buy, mmoja hapa ningesema buy. Umeona, wanakuambia you can only place one order with the same advertiser at once. Umeona? Kwa hiyo huwezi kurudia. Ukisha cancel order na huyu wakala, huwezi kufanya naye tena kazi kwa sababu utachanganya mafaili. Umeona? Kwa hiyo inabidi utafute wakala mwingine ambaye anafahamu mtandao unafanya, uende ufanye naye kazi. That's how P2P works. Na ukisha fanya transfer, itakuja notification pale itakwambia there is amount credited to your wallet. Na kama ukichelewa wanakuambia hapa. Pia kuna shida. Ukichelewa kufanya order yako kabla ya dakika 10, nadhani inakuwa ni dakika 15, ndani ya ule muda inatakiwa umesha transfer na umesha upload taarifa za proof kwamba umetuma muamala. Ukichelewa ile order itakuwa cancelled automatically. So unatakiwa umetulia na uipe muda chap ndani ya dakika 15 umemaliza kutuma hela yako. Ukichelewa ndani ya hapo, order inaweza ikawa cancelled, na hata kama umetuma ile hela hauwezi kurudi tena kuplace order kwa ule
wakala. Kwa hiyo ile hela yako utakuwa umeipoteza kizembe kwa uzembe wako wewe mwenyewe. Huwezi kumlaumu mtu. Huwezi ukasema huyu wakala ni scam kwa sababu umetuma order, umetuma na hela, halafu umesubiri ule muda wa ile order kuwa active umepita, wewe ndio unataka uje uupload nini? Order yako, proof yako. Watakukatalia kwa sababu wewe umechelewa, umeenda kinyume na matoka yetu. Umeona? Kwa hiyo watakukatalia na hawezi kulaumu. The best way you can do ni umpigie huyu wakala kwa sababu ameweka simu zake pale. The best thing unaweza kufanya ni kumpigia huyu wakala, umwambie bwana nimekutumia hela lakini order yangu wamefanya nini? Wamecancel. So kuna mawili. Anaweza akaruhusu USDT zikaja kwenye akaunti yako au akakurudishia hela yako akakwambia fanya kazi na wakala mwingine. So ni beta sana ukawa makini wakati unafanya hii peer to peer trading. Yaani ni wewe na wakala. Hakuna mtu kati au benki inakuja kunanindi hapa katikati. Ni wewe na wakala kwa usimamizi wa Binance. So security yako inatakiwa iwe stable, iwe hard level, na uhakikishe hakuna mtu anajua security calls zako za Binance. That's all. Thank you for listening till the end. Na nadhani utakuwa umepata value katika video hii. I hope utakuwa umejifunza kitu kuhusiana na P2P. Hata kama ulikuwa mgeni basi kuna something new umegain kupitia video hii, na take care out there and let's meet at the top.